chakula tayari. Kachukua hela mezani. Kana pombe la nini ya ndani? Nimepambana, nimejikuna, ninapojiweza naipata hilo jelo. Kwa leo hela sina mdogo wangu. Kesho nikipata hilo buku nitakupa. Kwa hiyo mimi hata chai sijui asubuhi na kunywa nini sasa hivi. Nimekupa wewe. Aya nenda shule. Sasa mimi dada ina nitosha nini? Mimi sikumba. Wewe mpuuzi nini? Wakati zako tunasoma ije tukatupa tutapata 200. Eti hainitoshi hii. Haikutoshia vipi? Wasi nichanganye. Kudu utakuwa na wewe mpuuzi. Dunia imetuelemea, maisha magumu yamekuwa kawaida. Nipo. Mbona umeshikilia leo? Mimi kama kaka zangu sinajua tena. Mwanangu. Wewe mambo yetu basi. Yaani hapa sio unafanya hela iko. Kuchinene mwanangu. Yeye ni mama. Dunia ya leo ya jana tofauti sana. Kinga gani unaofanya? Shikamoo dada. Nenda nyumbani. Shambela. Wewe. Ulimwengu hawana. Maisha magumu, lakini bado tunaishi. Tumaini halifi hata kwenye giza. Bibi. Shikamoo. Sema yenyewe nakuleta. Nilikuwa nimekuja kumwangalia mdogo wangu Mada. Aliniambia anakuja kucheza huko. Segeka kwanza. Esther, nakujua. Nanya babu yako nakujua. Kama umekuja kutulipua useme. Lakini sio kusema ati mtoto umekuja kumwangalia hapa. Kuna uwanja mtoto watoto. Umekuja hapa. Wani watoto wanacheza, unaniuliza, unafikiri? Na hapa mimi nimekukatalia kufika. Unakuja kufanya nini? Sasa bibi, mimi hapo nimekosea wapi? Kwa sababu mimi nimekuja tu kumuulizia mdogo wangu, kuna ubaya kweli? Ujui. Unafanya ujui. Yenye ninafanya nadhani sijui. Najua. Sema umekuja kuleta mambo yako. Umefika hapa pagumu, umeshindwa. Ndio nasingisia sasa mtoto. Unauliza. Sema. Bibi. Daesta. Kwani kuna nini hapa? Mimi nimekuja kumtafuta mdogo wangu. Lakini sijajua mengine yote yanatokea wapi. Bibi, lakini tabia yako kugombesha na majirani kila siku nimeichoka. Yeye anakupa, ungejua yeye anakupa. Ungejua ya ungemjua una marukula wenye babu yako. Usingepokea. Acha ubinafsi. Mimi ndo nasema acha ubinafsi. Bibi, naomba uwe mstaarabu kwa sababu vitu unafanya na umri wako vitu vili tofauti. Mimi sijapenda. So Na mimi siwapendi. Nipaje zaka hapo. Sita yangu. Uka. Nenda. Njimeni hiyo. Naijua. Ase. Unakuja kunoga nasema kwa watoto kwa. Na wewe unapenda. Unataka watoto unaijua. Ase. Kudu. Ongwe.
Yenyewe ni hivyo uioni. Unacheza kwenye mfua. Alafu wewe. Wewe mata, wewe mata. Kwa malipo, ndio wewe. Yenyewe kimekuleta hapa kitu gani? Si nimekukata sasa mimi kukanyaga. Sasa nakwambia utoka. Toka. Usikii. Hai. Kwani. Na wewe mchana. Wewe yenyewe chako unajifanya unacheza pande gani? Toi. Ada kupokea pale wewe. Jamani. Ona mara kula hapa. Sitaki kuwaona hapa. Ukoma. Damu ya malikula yenyewe mimi nalichukua. Sitaki kuona. Sio kile kitu. Lakini sasa bibi unaondoka nini kishindwa nikafe uko peke yangu. Bibi baki, bibi mimi sina. Bibi ndugu zangu ni sisi. Kile kiliko mimi gomba. Nitakula. Yali pa maparachichi kama paka kata pera. Nitaokota nitakula, nitaishi. Pili. Msumuike une. Sasa msikilize vizuri. Fungua masikio. Nyinyi mnaona mimi na wakasitikia hivi. Nadhani mimi kwamba nina roho mbaya. Mimi siomba nijua mimi sina roho mbaya. Lakini wale mimi ndio wanafanya niondoke. Bora niondoke nisiwaone, nikiwaona mimi roho yangu inauma sana. Hiyo bora jikubaba. Jikubaba fijo inauma roho. Nana ile nalote ilikule kwa mpaka hote palikuwa ni pakweli. Ni eneo la babu yenu mwenyewe nimemsika. Wakasema anataka kununua huyo babu yao, akasema anataka kununua mzee Malikula. Anataka kununua, sisi tukakataa. Sema ulisi wewe wajibu zetu. Kukaa akaja akaleta wale. Tunaona gari imeteremka. Wanateremka watu na mafitu ya kupima. Tunauliza kulikoni nini? Fiki. Bikuti. Tumenunua. Amenunua ardhi yote. Ameshanunua. Tukafukuzwa kama mbwa. Utajiri wote naona na wale ni wa kwenu. Wamewasu. Sasa hiyo unataka nini ndogo? Ndio yenyewe inaniumiza sana. Bibi kwa ajili yako bibi niko hata nilipiza kizazi bibi yangu basi baki bibi. Yenyewe kuambia hata nikiwaambia sasa. Inasaidia nini? Nitarudia. Nitarudi. Lakini tena kingine chenye kinanifanya mimi niondoke hapa. Wewe yenyewe tabia zako. Yenyewe mambo nafanya ya kutafuta hela hizo. Yenyewe Mungu apendi. Endi tabia zako zenyewe za kutafuta hela. Ndio zenyewe tena zinanifanya mimi bora niondoke nikafie huko nisione yenyewe mambo haya. Nione hapa kwa yenyewe unafanya. Nione na kina mambo yenyewe wamechukua hizi. Ilo yangu naiweka wapi? Kwa hapo nguti niondoke. Na wewe mtumwike. Sasa bibi mimi ni bibi yake ya Mungu bibi mimi naacha kila kitu bibi kwa ajili yako bibi niko hata nilipiza kizazi bibi yangu basi baki bibi. Maisha magumu yamekuwa kawaida. Kibungo si kama napenda kudanga, ni hali tu imemlazimisha. Yeye ni baba, yeye ni mama, majukumu mazito juu ya mabega.
katika giza anapa. Nimefika kwako muda mrefu sana alafu basi kwa karibu mzigo wako utarudi kuchukua nyumbani maana hivyo mwanangu nimekaa sana hapa na muda urudi kwenda. Mtaji wangu wapi tena? Kama kawaida tu. Mbona speed? Lesha mambo. Au sinasalimia jibu kiume. Naomba basi nisaidie buku rafiki yangu. Yaani hapo ndo unaponichosha. Kila unaponiona unataka buku. Umeniona mimi benki, ndo maana nikikuona nakimbia. Wewe unaponikopaga, mimi naongea. Utaki niambie niondoke. Unanizalilisha na wewe buku sinakupa. Kwani buku shingapi? Kwani buku kitu gani? Wewe Davi. Wewe Tisha ili hapa ichukua. Njoo ione. Sema ndio. Sema namba yako sana. Namba zake hazina shida mchembe huko. Mwanangu. Samani. Samani pia wako. Ila samani. Mimi najua kama unajua kama unanijua. Sio kujua aje uliomtaa kila mtu anakujua wewe. Cheza. Achana. Sema kitu cha msingi ni kwamba mimi nahitaji kitu kimoja tu. Ndio miongoni mwa familia yetu. Sisi ya kuelewa labda watakaje kwa kufanya kazi wa ndani. Yaani hiyo vitu vinakopo vingi sina ile. Au fagia nje maana kazi sina maana. Kwa kama ukinipa kazi itakuwa vizuri zaidi. Kwa kifupi nahitaji wewe mke wangu. Mara ya mtana nataka kuja kuolewa. Nipake. Kimsingi mada ndio hiyo. Ila ninachohitaji ni jibu lako. Mimi nakuhitaji kweli na mimi mwenzako nipisi kudanganya. Hiyo miadi ya kuolewa, si mpaka kuolewa. Mimi sina. Unielewa? Yaani labda nini? Niishi na mtu kwanza nimtambue ananiangalia na mimi. Uweze kwenda kunioa tukaenda kucheza msukule. Nitajuaje? Hapo mtu touswaze mtu kudanganya tu kidogo tunakupenda si kibungu. Hapa kidogo labda tushishi kidogo nikujue juu, si unaelewa? Hapo kwanza nisikufiche tesha mpenzi wangu. Ndio kulikuwa na shida. Umenielewa mimi baby? Nitashakubali. Sasa tunazigazuga. Yaani hapa nilipo. Wewe unavoniona hivi. Na kipindi hicho tunakibadili kwa mbali. Nikataka kunisaidia tu nikanunua pro pale makoti makubwa yale na kuna kitu nataka nikifanye mtaani pale kama kucheza dance na ile. Pro bei yake 25 mpaka 30. Umeelewa? Kwa hivyo tu 25 mteja anaenda kudanganya. Labda nikwambie kitu sawa. Shida ni prova, shida ni nguo nzuri, shida nini? Wewe unataka nguo? Bana nifuate. Kibungu mimi nikatai kama nani sasa? Dunia ya leo ya jana tofauti sana. Maana ulimwengu hawana. Kibungo anaumia kwa ndani. Mwili wake unakuwa biashara. Sio tamaa bali ni shinikizo. Amechoka kulia kwa siri. Kwanza nende na sawa. Shikamoo dada. Marhaba mdogo. Dada nimefaulu nimekuwa mtu wa pili. Mdogo wangu usiniambie. Sisi ndo wale. Hapo sasa. Mlio tu kata. Kasema tufiki mbali. Jamani Mungu si asumani. Sasa tumejipata. We! Hapo sasa mdogo. Kama ndi vile. Kama mdogo wangu. Sasa nikupange. Nenda kajiandae. Uvae mdogo wangu upendeze. Yaani nikienda huku tu nikirudi. Baba mambo yanawaka. Tutazunguka kote. Tutaenda basi mpaka. Tutaenda Hollywood. Yaani kote. Basi. Sisi ndo. Itakatwa ningi kusudi lenu mcheke. Ina maana unajua sitakupata au sio? Dada. Dada yako nani? Ungetaka sana mtu ukutana kule.
Ninachotaka namba langu yana na ila usumbufu basi. Sina mengine mejia hayo. Ungekuwa mstaarabu. Kwanza ungeanza kunishukuru. Kuliko tumekutana na kuanza kunichamba na kuanza kuniongelea maneno makali. Kwa sababu hujui nimekuokoa na kitu gani. Kwa lipi? Kwa hiyo nikushukuru kwenda kunidhalilisha kule tia asante. Kwa lipi? Kwenda kuniweka mitaa watu wananiangalia mimi, watu wanaona dada sio moja kujiuza. Wewe, tafadhali, umeelewa tuheshimiane. Namba yangu niondoke nachelewa. Iko hivi. Kwanza naomba utambue mimi sijawahi kukupenda wewe. Yangu umenielewa? Ungekuwa mpole. Kama unahitaji nikwambie ni kwa nini sijaweza kufika kwenye ile ahadi tuliyokubaliana. Naomba uwe mpole. Lakini kama utaendelea kunikaripia na kunipandishia sauti, ni bora ukaniacha niendelee na mambo yangu mengine. Haya baba. Mimi kuja kukutongoza wewe ulikuwa ni mpango. Mimi nilipewa kazi na wala sikuwa na nia ya dhati na wewe. Sijui umenielewa? Nilipewa kazi nije kukutongoza wewe. Kisha twende chumbani, nikatege kamera iweze kurekodi picha za utupu. Kisha nimpelekee aliyenituma hizo picha. Na niliahidiwa kupewa pesa nyingi sana endapo ningempelekea. Niliahidiwa kupewa shilingi 500,000 endapo ningeweza kupeleka hizo picha. Wewe kutumia kazi na Esther. Esther yupo? Esther dada yake Natasha. Dada yake Natasha zile nangu mimi. Ndio, ni yeye. Ungejua yeye anakupa. Ungejua ya ungemjua una marukula kwenye babu yako. Usingepokea. Ndio mimi Haina haja ya kuhuzunika sana dadangu. Kwa sababu binadamu tupo wa tofauti. Kila binadamu kwa na tabia yake. Kila binadamu ana hulka yake. Binadamu mwingine yuko tayari wewe kumdhalilisha. Yuko tayari wewe kumdhalilisha. Ili mambo yake yaende. Malengo yake yote yaende. Au ndio binadamu. Naomba na kingine, mimi nilikudanganya jina. Naitwa Brown na sio Edwin kama nilivyokuambia awali. Kwa siri hata mimi pia imekuwa baridi mno, hakuna huruma wala msaada. Watu wanahukumu bila kuelewa, kila siku ni vita mpya. Oh, dunia ya leo ya jana tofauti. Wewe nini? Akusinitie kama unaniweza au unanimudu siku hizi? Wapuuzi nini? Kinachotoka katika begi kinini? Si unafanya daftari. Kwa hiyo unaweza kuniambia mimi sasa hivi nafanya daftari sijui na nafanya banki sijui. Nimepita kicho zote. Hadi kutafuta cha tafuna, msichukulie poa, unanionaje? lakini dada, juzi nimeondoka shule bila hela. Nikarudi sijakuta chakula. Nguo zangu za shule chafu. Mimi nikapewa bangi nikaenda nikauza shule, nikapata hela nikanunua chakula, nikafua na nguo zangu dada. Lakini ndugu wangu, umdasha kwa taga kiroba cha huko muda. Ushaka taga kidomo cha mafuta. Kinachokutia huko kubeba majukumu ni nini? Mimi napambana kwa ajili yako. Lengo langu mimi ule, sio utafute hela. Wewe umri wako ndio kwenda shule na kusoma. Sasa okay ndugu wangu, tuachane na hayo. Wewe alikupa kazi na alokutuma na Mudikijuni. Kwa hiyo Mudikijuni katazidi na njaa sana, katuona tunaziki au maana yake ashindwa kupa mdomo wake kaza kupe wewe. Sana hao manishikie libei. Sasa huyo Mudikijuni huyo ataonyesha ngoma za Kiislamu zinachezwaje. Atanijua kama mimi na niliu ni kiboko. Mudikijuni nyesi ndio nimekosea jina. Punguza pressure tuongee. Dogo, nimempa mzigo. Mungu mazingua wewe, moja ongeze unangu. Sikiliza.
Mzigo nimepewa na Esther. Nimpe dogo imadi uishe mzigo. Esther Malipula? Ndio. Dadaki na Teshaz? Ndio. Ila mwanangu, umsahau baba mwenyewe. Sisi kuja kuona polisi. Sisi wangu atumwa. Amo kivipi? Wewe wangu dogo, polisi wangu atizo ungempata nani hapa mzigo. Afu sikiliza, mimi mzigo ya 7. Unajua kufuatilia tangu hapo unavinona nimetumwa na baba, lakini nikasema niache kwanza ili nimalizane na wewe na jambo moja la msingi sana ambalo lilinifanya mimi nikusubiria hapa. Unazuga nini? Hisia gani? Hisia unayo wewe. Sikwambie, mpenzi wangu nishakupa. Mimi mwanaume kwangu sitaki mambo mengi. Maneno sitaki. Ela tu. Kwanza hapa nilipokuwa naenda huko, mama kapelekwa mahakamani. Hapa nipo nataka nikamtoe mama yangu, kwa ningependa tu nipate 200,000. Hilo sio swala, lakini mimi naomba kitu kimoja cha msingi sana kutoka kwako. Niahidi. Unaona? Mimi nahitaji chance ya kukaa na wewe tuzungumze kinaga ubaga kiundani zaidi kwamba unijue. Unaelewa? Kwa hiyo mimi nataka kwanza uniahidi lini utakuwa na nafasi mimi nikutafute tukae chini faraga tuzungumze mama. Kwa maana kela hauna. Mnisamishia nini? Mbona hiyo kwangu mimi sio issue. Hivyo ni vitu vidogo tu. Kwa sababu nina pesa. Babangu mwenyewe doni, babangu ana pesa mpaka anaumwa. Sasa baby wewe naongei. Ninapoanza hata ukiniambia kiatu kinalia. Hamna shida. Mimi nataka uniambie sasa. Kesho saa ngapi ili mimi nikutafute? Ndio tuna mboga sababu je. Unanikosha. Mzako paka na nai. Mimi la nauli sasa je. Hamna shida. Ila hapo mimi kwenye nauli nitakutumia. Wewe namba yangu umepata? Maso uongo, tutakudanganya mimi kibungu mimi mtu wa mjini. Utakudanganya mimi leo nataka hela. Hapo tena. Hivi wewe unafikiri kibungu jinsi ulivyo maarufu, mtoto mzuri kama wewe. Kwa hapa mtaani mimi naweza kukosa namba yako kweli? Sasa, yaani ukinidanganya mboga 7, mimi ndo kibungu kisikia mwingine photocopy. Yaani ukinidanganya. Naondoka. Kama tulivyokubaliana kibungu. Mapema saa 7. biashara. Ndugu mzazi au mlezi wa Kudule Mandili kusika na kichwa cha habari cha barua. Uongozi na kamati ya shule unasikitika kwa taarifa kuwa tumefanya maamuzi ya kutokana na tabia zake zisizoridhisha. Uamuzi huu umefikia baada ya kumpa onyo kadhaa bila ya kufanikiwa. Yeye ni baba, yeye ni mama. Hivyo mbona unatakia nini? Hivyo mbona unatakia nini? Unataka nilie dunia yote ijue kwa mimi napitia magumu. Kudu nimesema kwamba mimi hali yangu unaijua.
napambana kwa ajili yako, najitoa kwa ajili yako. Sina kazi mimi ya maana kusema nikusomeshe. Dada nisamehe. Wewe sina msamaha. Hivi Kudu wewe, hivi unajua hii nafasi ninayopitia mimi inaniuma kiasi gani? Kudu, utaondoka kijijini sasa hivi. Dada nisamehe, twende kaniongee shule. Nikwambia na nani? Ni hapa moja kwa moja kavae nguo kijijini. Yaani nimechoka. Yaani humu ndani kila ninapoamka, ninapolala ni wewe. Ukienda shule mara ufanye hiki, mara una nini hasa? Unataka nini mpaka nini? Yaani amechoka kulia kwa siri. Dunia imekuwa baridi. sasa baby. Unajua nimekaa pale sina tamani. Hilo ndio hilo langu. Mimi nimeshakwambia ukiwa na mimi sio na wasiwasi. Usijali. Hebu bwana. Baby. Unajua maisha yangu nishachoka. Mimi na kila siku nadharulika hivi. Mara nakuja kwenu, mara nakuja kwetu. Tutakapo tuna miaka 10 tutakangaana kama picha. Mara unaingia mimi natoka, unaingia mimi natoka. Ila maisha yapendezi. Nimechoka kudharulika. Na mimi nataka nenda kwangu. Sinaelewa. Najua nikwambia kitu. Kila kitu kinakaa. Ukifika huo muda nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Sasa baby, hivi kwani kuna ndio chochote cha wasifu pale? Ikando moja hapo kutupatia pesa mpenzi wangu. Nikwambia kitu. Sawa, mimi mwasibu lakini njia ambayo ya kupata pesa ni kusubiri mshahara au kuchukua mkopo. Sasa utachukua mkopo kwa rangi ya biashara. Kwani kwa usifanye kitu kama ukaenda kupoa zile pesa ni hata kuwashirikisha wenzio. Hivi umekisikia unachozungumza? Mbona unakosa romantic, kwa sababu unakosekana mtu wa kiume? Yaani nimekuuliza tu umekisikia unachozungumza. Sasa mimi hapa niko naongea peke yangu. Kibongo. Kwa hiyo, wala kuniambia haya, nikishaiba pesa nikienda jela tutakuja gerezani. Akati uko na kimungu kila kitu kinaenda. Alafu tutakumweza kwenda gerezani kumika. Ukipata zile pesa mimi naweza kukutoa. Nisikize nikwambie Kibongo. Sawa, tusiwe na haraka na maisha. Kwa sababu maisha ndio itafika wakati kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Yaani mimi mtoko mimi hapa nilipo, nimechoka maisha kuzalo. Kama kitu mimi mapenzi basi. Maana nimechoka kila siku kuja kwako, hapo tunapata kuangalia. Itafika hata miaka 10 tunangana kama picha. Kibongo. Nini? Ukitaka kwa muda wako nitakuja. Nini? Kaa chini bwana. Uongee na nani? Ukitaka utakuja. Yaani basi naenda kunipotezea. Kwa maana kila siku ninadhani huko tu kwa una wako na mali yangu na mali gani mimi hasa. Mama tushashi. Nini ya? Habari yako? Kwema, sisi ni maafisa usalama kwa mkakati. Bila shaka tunaongea na Mr. Tesha. Tunakuomba tuone kwa ajili ya mahojiano.
Vipi Kibungo? Mbona hivi? Ufikaje hapo? Nimepajua vipi? Issue ni kupajua au issue wewe kuniona mimi? Aongea hoja zako maliza. Ndio makubaliana nawe. Makubaliana nawe? Nenda je, acha kuja kuniona. Ilikuwa ina maana ndo basi sije kuona naomba. Unajua Kibungo unanichanganya sana. Mbona mbadilika hivyo? Kama maisha yako sasa kukupenda. Na nilikuja katika maisha kwa ajili ya kisasi. Naomba shida yangu naomba uone. Kisasi? Kisasi kipi? Mbona unajua sikuelewi Kibungo? Kisasi nimekufanyia nini mimi? Kisasi kipi? Mbona unanichanganya? Alafu unavongesha sauti yako mimi kwa mtu sasa hivi. Naona kabla mwenye nyumba jipa madaraka shida nini? Sio hivi na hivi. Nini? Ondoka, ushomi shida yako. Kuliaje kwani? Kwanza ulivyokuwa mchafu unavonuka. Yaani si imekwaje kwa nini mwanaume unanuka unapita hapo Yesu umetogeza hujaoga na kuja hapa. Hebu kwa sogea vizuri. Wewe. Unajua usiniletee mapepo unasikia? Nataka kufanya kitu kibaya ambacho hutotegemea katika maisha yako. Unasikia? Sikiza nikwambie, sawa? Mimi nahitaji pesa. Tena kuja hapa pia unatamba kiuniuni. Unajua vizuri mimi. Afu kitu usichokijua sasa. Hilo tesa ambalo wewe unalijua, mimi nilinunua jina tu kwa ajili ya maisha. Ila mimi toka niko shule wananijua kwa jina la Gonza Msela mjinga wewe. Oya wewe. Nilikwambia nitarudi. Sasa ndo nimerudi. Sogea hapa wewe. Kibungo. Hivi unajua nilikuwa jela nateseka kiasi gani? Unajua nilikuwa naumia kiasi gani? Sasa nilikwambia nitarudi. Sasa nimerudi. Kibungo, nilikupenda, nilikuthamini. Kitu gani ambacho unataka ukakosa? Sikia nikwambie. Sasa leo ndo nitakuonyesha sura yangu halisi. Majukumu mazito juu ya mabega, katika giza anapambana, angalau mtoto apate chakula. Oh, dunia ya leo ya jana tofauti sana. Ulimwengu hawana. Oh, dunia ya leo ya jana tofauti sana. Maana ulimwengu hawana. Kuhusu pesa yako nitakutumia kwenye akaunti yako. Leo siko sawa kabisa. Yaani wewe hakikisha mzigo wangu unakuwa vizuri kisha unamkabidhi huyo mtu hapo dukani. Tafadhali usije kaniwekea makati. Hakikisha mali iko safi. Dada. Ina maana nilioambiwa kwenye simu ni kweli. Ni kweli dada. Kweli. Una shida gani wewe lakini? Sasa baada ya kuwa umepata faida gani? Naongea na wewe. Ulipomuua umepata hizo pesa sasa? Dada. Ingekuwa ni Baba ingekuwa ni wewe. Umeenda jela. Umehukumiwa hata pesa zenyewe hujazishika. Mbaya zaidi narudi hapa nakuta mtu kaolewa. Alafu amejenga kwa pesa zangu. Hata ingekuwa ni wewe ungejisikiaje? Si nilikwambia wewe mwanamke akufanya. Unajua nini kinachotokea sasa hivi? Utarudi tena gerezani. Tena miaka mingi zaidi au kunyongwa kabisa unalijua hili. Unafanya maamuzi bila kufikiria. Bali utaenda kukaa jela, utauzia huko au utapata kifungo cha maisha, unaelewa hilo? Dada, hivi unajua kwa nini niko hapa? Nahitaji msaada wako. Kwa nataka mpaka watu wanikute hapa, wanikamate si ndio hivyo? Kwa nataka nikamatwe Basi sawa mdogo wangu. Nisikilize sasa kwa makini. Kwanza sasa hivi utakaa ndani na usitoke nje. Wala usiende mahali popote. Mimi nitakuangalizia mazingira, utaondoka hapa kuna sehemu utaenda kuishi huko.
Naomba ufike huko. Usinitafute. Wala usiweke simu yako kunipigia. Mimi mwenyewe nipanda kuongea na wewe, nitampigia mwenyeji wako, atakuletea simu, then tutazungumza. Usiwache simu kabisa. Na wala utoke nje kucheza zula huko. Usije ukaenda na kusababisha matatizo yako kesho. Tafadhali. Usifike huko kwa chini. Unafuata nini nyumbani kwetu? Wewe na maana unataka kunikimbia au si? Sitaki kesi na wewe. Sitaki matatizo na wewe. Unajua umeniumiza kiasi gani? Unajua unatesa moyo wangu kiasi gani? Kondo malipo yako, sio? Tesha. Unakuja hapa nataka tu yamalize. Mbona sina kinyongo na wewe Tesha? Pesa. Pesa zako nimekubakishia. Nusu ya zile pesa ninazo. Na hata mdau ukisema nikupe pesa zako mimi na uwezo kukupa. Sasa kwa nini ulifanya yote haya? Kwa nini ukuniambia mapema? Kwa nini umefanya hayo yote? Yaani umefanya hayo ili kiwe nini? Tesha, nahisi uwezo ukaelewa. Na raha ya kisasi uanze kwanza kulipa kisasi afu ndio pale na mazuri yatangaze mwisho. Lakini mababu zenu wametuibia ardhi yetu. Hizi mali zote mnazozitumia nyinyi, hii ardhi yote ni haki yangu. Sasa wewe ulikuwa unasikaje na mdogo wangu? Hivi babu yenu angejua kama wapo wajukuu na wanataka wagombanie mali baadaye, wangeweza kuchukua ardhi yetu sisi. Ndio maana nimeanza kulipa kwenu nyinyi ili mada hata alikopo chini ya kaburi nao waweze kujutia makosa waliyofanya. Mungu, mimi nahusika nini hapa? Ila Dahesta, mbona mimi nimekuchukulia mtu mwema sana tu. Hivi mwa kunitumia mtu aje kunipiga picha za ngono. Dahesta una nini? Hivi mwa kumtuma mdogo kunitumia watu kwa mdogo wangu aende kuuza madawa kulevya mdogo wangu una nini? Na mpaka sasa hivi ninapoongea hivi mdogo wangu shule kafukuzwa. Lakini Kibungo, okay sawa. Inawezekana dada yangu kakosea sana kweli kweli. Dada. Sasa. Mimi sasa nini hapo? Hapo mimi nahusika nini hapo kwenye hicho kisasi chako sasa? Kwa nini usingemuumiza basi yeye mwenyewe? Mimi ukaniacha tu kwa sababu mimi nimekupenda kwa dhati kabisa, najua unajua. Basi tulia. Samshi sema ametusamea ameisha. Mimi nashukuru sana kidogo kusamea. Na mimi nikiri kweli yote niliyofanya ilikuwa ni makosa. Ila kuhusu hili swala la babu yetu kwa dhuluma nyinyi, sisi tulikuwa hatufahamu kitu chochote. Ila pamoja na yote mimi nafurahi mtusamehe. Nafikiri sasa hivi kila kitu kitakuwa kimeisha. Ila mimi sijawahi kukupenda. Na hivi ninavyoje kwa sasa hivi nina mume wangu. Ndio huyo. Ndio umenisamehe, si ndo manake? Ndio umesamehe familia yetu, si ndo manake? Wewe uone kwa kufanya hivyo kwamba kisasi kinaendelea? Hauoni Kibungo kama unaendeleza kisasi? Huoni? Hebu tulia. Huoni kama unaendelea kuniadhibu na kunitesa? Huoni? Kwani usifanye kila kitu kikaa kimeisha? Dada. Lakini nikakwambia hakupendi, kuna haja gani? Zeno. Kibungo. Mbona polisi tena? Si umesema imeisha? Ngoja mkata Esther. Nani kati yenu hapo? Kwani mimi nina tatizo gani? Wewe ndio Esther? Dada yangu unajua. Esther anatumiwa kwa kosa la kuuza madawa ya kulevya na kumiliki magenge ya kiume. Kwa hiyo maelezo sasa hivi utakuja kituoni. Samani. Naomba Samani afande. Naomba tusikie. Utakuja kituoni. Dada yako, afande dada yangu unajua. Nimekuelewa. Utakuja kituoni.